Kwa nini wivu ugeuke kuwa silaha? Kama kuna mwanga uje sasa, kama kuna msaada umfikie, asife kwa maumivu ya watu. Mola muokoe, Mola wangu, Mola muokoe, Mola wangu, Mola muokoe, Mola wangu, Mola wangu. Mtoto mdogo, unaniangaliaje kama hivyo? Usisubutu tena kuniita hivyo. Mimi ni mtu mzima mwenzio. Bila shaka wewe ni mzimlisho. Sasa hii vita ndio kwanza tunaianza. Na kuonea sana huruma, kwa sababu huyo alokutuma hiyo kazi ye mwenyewe kashindwa kupambana na mimi, ndio maana kakuagiza wewe. Sasa nikupe honyo, acha kuingilia masuala yanayonihusu mimi, kwa sababu litakufanya uumie na kujutia. Sasa tutajua hapo hapo atayepata matatizo ni mimi au wewe. Katika huu mtaa wa Mzizima, kitu ambacho sikitaki ni kuonekana na haribu sifa yangu kwa kuonea na kutesa watoto wadogo kama wewe. Tutajua hapo hapo. Mtaa ulimlea kwa shida na jasho, kila kona kuna majaribu na macho. Alijifunza kupambana bila msaada, ndani ya giza ataota mwanga. Wanasema wezi, wanasema ataanguka, lakini moyo wake haujawahi kukata tamaa. Kila hatua ni mapambano ya kweli, lakini anaamini ipo siku atashinda. Molly, umepatwa na nini kwani mdogo wangu? Wewe Molly, zungumza basi mdogo wangu. Hasiki tena, moyo wake mgumu kama mawe. Siku moja utaelewa uchungu, utakumbuka machozi ya mama yako. Usisubiri mpaka What? Mama mchawi mpe mwanao akulele. Oya mama mchawi mpe mwanao akulele. What? Mama mchawi mpe mwanao akulele. Oya mama mchawi mpe mwanao akulele. Sakina, nini unataka tukifanye? Yaani mtaalamu, ninachokitaka mimi uwasaulishe watu wote wanaonidai kwenye mtaa wa Mzizima. Hata wakiniona wasikumbuke kama wananidai. Sawa, nadhani hii sio kazi ya kwanza kuifanya. Nadhani mwenyewe unajua tofali mkali wa hizi kazi. Kwangu ni kitu kidogo sana. Hilo swala nalimaliza muda huu sasa hivi. Sawa? Sawa mtaalamu wangu. Yaani wewe ndio kila kitu katika maisha yangu. Na ndio maana sijaenda kwa mtaalamu wote, nimekuja hapa kwako. Ngoja niwasiliane na wakuu nipate kujua na kusaidiaje. Sawa? Sawa.
Acha. Tiba yako nimeipata Sakina. Sawa. Mama mjawi mpe mwanao akulele. Ona mama mjawi mpe mwanao akulele. Sakina, umeliona ili yai? Muda huu ni usiku, hauwezi kufanya hii kazi. Ila kesho saa 7 mchana inabidi uende barabarani ukalipasue ili yai. Sawa Sakina? Sawa. Shika ili yai. Usiogope, shika. Mama mjawi mpe mwanao akulele. Acha. Sawa. Sawa, unaweza kwenda. Sawa mtaalamu. Vipi kuhusu sadaka yako? Nadhani Sakina unalijua kawaida yangu. Utakapofanikiwa jambo lako ndipo utakapoweza kuniletea sadaka. Sawa? Sawa. Sawa, unaweza kwenda. Mpe mjawi mpe mwanao akulele. Sakina kachoka kudaiwa we, mtaa wa Mzizima wanamfuata we. Mmoja anasema hela yangu wapi, mwingine anasema usikimbie. Sakina oye oya, moyo wake umechoka. Sakina oya oya, madeni yamemzinga. Asubuhi anatoka nyuma ya geti, anaona wadai wamekaa benchi. Mama Sakina leta hela ye. Ewe kiini cha yai, kama ulivyojificha ndani watu wasikuone, basi na mimi nataka nijifiche hivyo hivyo, wale wadaiwa wangu wasinione, na hata kama wakiniona wasahau kama wananidai. Kinachokushangaza ni nini? Iko kitu unakiona cha ajabu sana, si ndio? Alafu wewe kwa nini usipite na mambo yako tu? Mpaka ufuatilie mambo ya watu, utakuja upofoke macho. Yaani mdada mzuri kama wewe unajishirikisha na mambo ya kishirikina. Alafu hilo yai ambao umevunja hapo, si ungenipa mimi nikala? Sasa ngoja nikuambie. Yaani wenzako ukivunja yai tunakula. Ukivunja nazi tunakula. Sawa? Asa nikikuuliza swali kwamba hilo yai umemvunjia nani, utaniambia? Wewe ushirikina ukiona unaujua? Haya nionyeshe ushirikina. Ukiona ushirikina unaujua, binti, pita na mambo yako, sawa? Kitakukuta kitu kizito. Alafu we binti sikiliza. Huu mtaa wa Mzizima, ukiujia kwa pupa unavokuja wewe, utakuja kuumbuka, sawa? Kwa makini. Unaona hayo majumba mazuri, majumba makubwa, watu wanatembea magari. Unafikiria wanapata tu kirahisi rahisi? Watu wanaua wazazi wao mradi wapate mali. Wewe unashangaa mimi kuvunja ile yai? Naye kachwa mbali, machozi yanamtiririka. Magaso, Lakini nataka kujua umefikia wapi mpaka sasa kazi yetu tulompatia. Mkuu, kazi ni rahisi sana ambayo umenituma. Na kama unavyojua, kila kazi ambayo unanituma basi nafuatilia kama ilivyo. Lakini kwa hii ambayo unaendelea nayo mtaa Mzizima imekuwa ni rahisi mno, kwa sababu wote watuhumiwa wapo karibu na sisi ama wapo karibu na mimi. Kwa hiyo najaribu kumchunguza mmoja mmoja, lakini huyu mmoja natamani kumjua nyuma yake yuko nani. Kwa hiyo bado kazi inaendelea kuwa safi. Kwa hiyo nikuhakikishie tu kwamba kila kitu kipo safi. Nakutegemea sana kwenye hii kazi. Nadhani unakumbuka vizuri kazi ya Morogoro. Hiyo kazi haikwenda sawa, iliharibika kwa sababu yako Makaso. Jamhuri imekuamini. Tumekupa majukumu mengine Makaso. Hakikisha mtaa unaoishi wasije wakatambua kwamba yule mtoto ni damu yako. Nadhani tunaelewana vizuri Makaso. Nimekuelewa. Nitalitendea kazi zaidi. Nimea taarifa nzuri kutoka kwako. Asante. ni kazi ya upelelezi, ndiyo njia yake ya mafanikio. Watu wengi wanamshangaa,
hawajui nini kafuata. Ni mpelelezi mwenye siri, mwenye moyo wa jasiri, lakini ndani ya kifua chake kuna simanzi isiyofichika. Nina habari njema. Katika pitapita kwangu barabarani nikakutana na binti mmoja akivunja yai, na yule binti anavyoonekana anatufaa sana kwenye kazi zetu. Hivi wewe kweli unayajua majukumu yako? Mimi nilikupatia nguvu hizo na uwezo ili uweze kufanya kazi yangu na sio kuwa mbea kuangalia mambo yasiyokuhusu. Lakini yule binti anaonekana anatufaa sana. Katika kila ninachokifanya mimi natumia akili na naangalia mbele. Nimekupa huo uwezo kwa sababu hii kazi tuna uwezo wa kufanya mimi na wewe. Alafu nataka kujua wale nilokupa uwafuatilie. Hiyo kazi inahitaji majibu. Mkuu, bado naendelea kuwafuatilia. Hivi karibuni nitakuletea majibu yaliyo sahihi. Sawa. Naona wewe katika kazi zako unashindwa kutumia nguvu zako vizuri. Juzi nimekutana na yule mwanamke mmoja kati ya watu tunaowafuatilia na akajigeuza kuwa nyoka. Hii inaonyesha ni jinsi gani bado anahitaji mapambano dhidi yetu. Ila nahitaji niweze kukupa nguvu ambazo zitakufanya na wewe uweze kujibadilisha kuwa katika umbile la nyoka au kurudi katika uhalisia wako. Lakini mkuu, itawezekanaje mimi kuwa nyoka? Mimi ndio niliyekupa uwezo huo. Na mimi ndio ninayeweza kukuongezea huo uwezo wa kubadilika kuwa nyoka au kiumbe chochote katika dunia hii. Kwa hiyo sihitaji maswali mengi. Salome, tangu nimefika sijamkuta bibi. Bibi katoka kidogo kaenda kwenye harakati zake. Kuna mpya yote? Mpya hakuna, lakini baba, hizi kazi zako za uchunguzi, unajua unaowachunguza ni nini? Ni watu wabaya. Ipo siku wanaweza wakakufuma na ukauawa babangu. Na mimi unajua sina mzazi yoyote zaidi yako na bibi. Nitabaki na bibi, na bibi unazijua kazi zake ni kuuza vitumbua. Hana kazi nyingine. Niko makini sana kwenye hili na napambana kwa ajili yako. Sina furaha nyingine zaidi yako. Kwa hiyo kila ninachokifanya tambua kabisa baba ananipambania. Lakini mimi naogopa. Machozi yanamtiririka, lakini kazi ya upelelezi ndiyo njia yake ya mafanikio. Watu wengi wanamshangaa, hawajui nini kafuata. Ni mpelelezi mwenye siri, mwenye moyo wa jasiri, lakini ndani ya kifua chake kuna simanzi isiyo. Nasikiliza Salome, zingatia kile ambacho nimekwambia. Mtu yoyote usije kuthubutu kumwambia kama ni mtoto wangu, kama mimi ni mzazi wako. Kwa hiyo tunafanya kama tunavyofanyaga siku zote, tunakuwa kimya kimya, sawa? Ndio maana nakupendaga. Salome mwanae kachwa mbali, machozi yanamtiririka. Huyu F35. Sawa? Utaangalia pia. Utampa bibi, sawa? Niache nitoke. Nakupenda mwana. Lakini kazi ya upelelezi ndiyo njia yake ya mafanikio. Kila kona ya Mzizima Basha anapita kimya, anatafuta ukweli wote uliojificha gizani. Anaandika kila taarifa, anafuatilia kila hatua, kwa sababu hakina amani ndio ndoto yake kubwa. Mtaa ulimlea kwa shida na jasho, kila kona kuna majaribu na